mchezaji bora wa mwaka kutoka bara la Afrika, ambayo tuzo ambayo aliweza kushinda wiki hii, na tayari kwamba amesema kwamba lengo lake ni kushinda mataji mengi sana kwenye tuzo za CAF Awards. Lakini tukiachana ni kwamba kuna wengi ambao wanazidi kutazama, ndugu yangu ama sister yangu ananiambia kwamba wanatutazama vizuri sana kutoka pale nyumbani, vizuri sana. Lakini tuangazie michezo ya World Cup under 17. Timu mbili za kutoka Afrika ambazo zilikuwa zimesalia kuweza kuwakilisha bara letu la Afrika kwenye mashindano haya ambayo tumekuwa tukiyafanya vizuri, ziliweza kubanduliwa siku ya jana. Timu ya Burkina Faso iliweza kuondolewa ama iliweza kupigwa 1-0 na timu ya Italy. Timu ya Brazil ikaweza kushinda timu ya Morocco. Timu ya Austria iliweza kushinda timu ya Japan, na timu ya Portugal ikaweza kushinda timu ya taifa ya Switzerland under 17. Kwa hivyo ni bayana kwamba timu ya Austria, timu ya Portugal, timu ya Italy na timu ya taifa ya Brazil ndio ambao wameweza kusonga kwenye hatua nyingine ama hatua nyingine nzuri ya kuweza kushiriki kwenye semifinali za makala ya mwaka huu. Tukiangazia makala yaliyopita ya FIFA Under 20, timu ya Morocco iliweza kushinda timu ya Argentina, lakini hapa kwenye quarter final tunaweza kuondolewa. Lipi lifanywe kwa mataifa ya bara Afrika tuweze kuhakikisha kwamba ushindani huu unaweza kuonekana hata zaidi ya kwenye semifinali kwa makala mengine? Jambo muhimu wawekeza sana kwenye miundo msingi. Naam. Wahakikishe kwamba kuna vile vyuo vya mafunzo au akademia ambapo wachezaji wanajiunga na timu, wanafunzwa basics. Na ukishafika umri fulani unapata kwamba wanaweza shindana na wengine kutoka mataifa kama Brazil na Portugal, kwa sababu ukiangalia hayo mataifa ni kwamba wamewekeza sana kwenye zile akademia, na ndio maana unaona kwamba wachezaji bora wa dunia wanatoka kwenye mataifa. Si kibahati mbaya, lakini kwa vile wamewekeza sana na huo uwekezaji unachukua muda sana, na matunda unaona baada ya muda mrefu, na ndio jambo ambalo wanafaa kufanya. Hakikisha kwamba hizi timu ambazo zinacheza ligi kuu kama Gor Mahia, FC Leopards, Tusker FC ziko na zile akademia, na pia wanacheza zile ligi za vijana wadogo kama na 13 na 17 au amateur league, na ikifika wakitimia miaka 17 au 16 unapata wanaweza kuwa na ushindani kama wale wengine ambao wanatoka taifa la Portugal. Naam. Itakuwa ni vizuri sana. Baadhi ya maoni ambayo ametoa ni maoni ambayo kweli yanafaa kutiliwa mkazo na kuweza kuwekezwa vizuri kuhakikisha kwamba mataifa mengi ikiwemo Kenya yanaweza kuqualify kwenyewe kuingia kwenye under 17, under 20 ama senior World Cup. Na kwa hizi timu ambazo zimesalia ni timu ya Austria, timu ya Portugal, timu ya Italia na timu ya Brazil. Unafikiria yupi yule kwa wanne, yupi yule atabeba kombe hili? Ukiangalia historia ya mataifa kama Brazil na Portugal, wako na historia nzuri sana ya wale lemukeni au wale ambao wanatoka akademia. Na nadhani safari huenda Brazil wakatoa ubingwa. Brazil au Portugal, lakini nafasi kubwa nawapa Brazil. Waibuke na ushindi wa hilo kombe. Tungoje tuweze kujua kama kauli zake kufikia sasa. Ametoa ubashiri kama mara 4 hivi, tuweza kujua na mwisho wa siku out of 10 tuweza kujua unapata ngapi. Lakini kwa yule mpenzi mtazamaji ambaye aliweza kukosa kuangalia baadhi ya mechi hizi ambazo zinazidi kuchezwa kwenye FIFA Under 17 World Cup, upande wa pili niweza kuandalia baadhi yazo. Tuna upande wa pili, tukirudi tuweza kuangazia timu ya Tottenham, timu ya Arsenal. Maana yake inamaanisha kwamba tuweza kuangalia ligi kuu ya Premier nchini Uingereza ambayo imerudi kwenye weekend hii, na tayari kwamba mechi ambayo iko karibu kuanza ni timu ya Chelsea ikiwa nyumbani dhidi ya Burnley. Lakini hayo tutaweza kuangazia baada ya kuangalia baadhi ya mechi ya FIFA Under 2017. Tuna upande wa pili.